Fumba macho yako na uvute picha ya ulimwengu wa kale, ulimwengu ambao nguvu za kijeshi ndizo zilizotawala. Katika ardhi ya Yemen kulikuwa na mtawala mkatili na mwenye kiburi aliyeitwa Abraha. Akiwa na mali nyingi na jeshi kubwa, Abraha alijenga kanisa kubwa sana na la kifahari ambalo halijawahi kuonekana duniani. Akaliita Al-Qulais. Lengo lake lilikuwa moja tu: kuwafanya Waarabu waache kwenda kuhiji kwenye Kaaba pale Maka na badala yake waje kuhiji kwenye kanisa lake Yemen. Lakini Waarabu ambao waliiheshimu Kaaba tangu enzi za Nabii Ibrahimu walikataa katakata. Mmoja katika Waarabu hao kwa hasira aliingia kisiri katika kanisa hilo la Abraha usiku na kulichafua. Habari hizi zilipomfikia Abraha, hasira yake ililipuka kama volkano. Aliapa kwa miungu yake kuwa ataipeleka majeshi yake Maka na ataibomoa Kaaba jiwe baada ya jiwe. Abraha akaandaa jeshi ambalo Waarabu hawajawahi kuliona. Jeshi la maelfu ya askari waliovalia silaha nzito, lakini silaha yake ya kutisha zaidi haikuwa mapanga wala mikuki. Alileta tembo wa kivita. Katikati yao kulikuwa na tembo kiongozi mkubwa na wa kutisha aliyeitwa Mahmud. Ardhi ilitetemeka wakati jeshi hili likivuka jangwa kuelekea Maka. Walipofika nje kidogo ya mji, askari wa Abraha waliteka nyara mifugo ya watu wa Maka, yakiwemo ngami 200 wa Abdul Muttalib, babu yake Mtume Muhammad, ambaye alikuwa kiongozi wa Maka wakati huo. Abdul Muttalib aliamua kwenda kuonana na Abraha kwenye hema lake. Abraha alipomuona Abdul Muttalib, mtu mwenye haiba kubwa, kimo na heshima, alimheshimu na kumkaribisha. Abraha akamuuliza, "Je, una shida gani nikutatulie?" Abdul Muttalib akajibu, "Nataka unirudishie ngamia wangu 200 mliowateka." Abraha alishangaa na kumdharau. Akamwambia, "Nimekuja kuibomoa Kaaba, nyumba ya dini yenu na heshima yenu, lakini wewe huizungumzi hiyo, unaniulizia ngamia wako." Hapo Abdul Muttalib akatoa jibu la historia linalotetemesha mpaka leo, akasema, "Mimi ni bwana wa hawa ngamia, kwa hiyo nawatetea, lakini nyumba ile ina Mola wake ambaye ataipigania na kuilinda." Abdul Muttalib akachukua ngamia zake, akarudi Maka na kuwaamuru wanawake, watoto na wanaume waikimbie Maka na kujificha kwenye vilele vya milima, wakiiacha Kaaba mikononi mwa Allah. Mji ukabaki utupu. Asubuhi ilipofika, Abraha alitoa amani ya kushambulia. Askari wakapiga kelele na kumwelekeza yule tembo mkubwa Mahmud kuelekea Maka. Lakini jambo la ajabu likatokea. Tembo yule alipiga magoti na kukataa kabisa kunyanyuka. Wakampiga kwa nondo za chali kichwani, wakamtoboa kwa mikuki. Tembo alikataa kusogea kuelekea Kaaba. Lakini walipomgeuzia upande wa Yemen, tembo alinyanyuka na kukimbia kwa kasi. Wakimgeuzia Maka, anapiga magoti. Wakiwa katika mshangao huo wa kutisha, ghafla upepo mkali ukaanza kuvuma. Anga la bahari likawa jeusi. Wingu kubwa jeusi likawaelekea. Walipolitazama vizuri, halikuwa wingu, yalikuwa ni mamilioni ya ndege wadogo waliojulikana kama ababil. Mwenyezi Mungu anatusimulia katika sura Al-Fil, "Je, hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyofanya watu wa tembo? Je, hakuifanya vitimi vyao kuishia katika upotofu? Na akawapelekea makundi ya ndege, wakawapiga kwa mawe ya udongo uliohukwa. Kila ndege alikuwa amebeba vijimawe 3, kimoja mdomoni na viwili kwenye makucha yake. Mawe hayo yalikuwa madogo kama chembe za dengu, lakini yalibeba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Ndege wale walidondosha mvua ya mawe juu ya jeshi lile. Kila jiwe lililodondokea askari lilitoboa kofi ya chali, likapasua kichwa chake na kutokea upande wa chini. Jeshi la Abraha likasambaratika, wakikimbia hina na kuna, wakianguka na kufa vito vya kikatili. Mwenyezi Mungu akawafanya kama majani yaliyotawanywa na wanyama. Maka ikawa salama, nyumba ya Allah ikasimama imara,
na wale waliojificha milimani walishuhudia jinsi Mola wao mlezi asivyoshindwa na jeshi lolote chini ya mbingu. Kiburi cha Abraha kilizikwa kwenye mchanga wa jangwa, na kisa chao kikawa somo la milele kwa walimwengu wote.